Habari zenu. Kwa majina anaitwa Caroline Rita Mutua. Watu wengi wanajua kama CRM. Na mimi ni mamake Hope Blessing ambaye ndo amepotea. Na Hope ako na miaka 18 but bado hajapata ID. Na pia ako na challenge ya masikio. So wacha nitangulie kusema hiyo kwa sababu wenye watakaomuona atakuwa pengine amevaa headphones kubwa huwa zinazuia kelele, na pia kukiwa na kelele nyingi sana huwa inamuaffect. Anaumwa na kichwa, anaweza kukua tu mali yako. So on Sunday nilikuwa siko nyumbani, nikamtumia pesa ende pale cafe akanunue chakula. So akaenda cafe, akafika hapo vile alinieleza baadaye, sasa akakutana mama mwingine mwenye alikuwa akifanya kazi na mamangu, ni nyanya kwake. Alikuwa akimtafuta namba yake, akitoa simu ataka kuchukua namba ule mama, akarealize simu imezima. So vile alitoka nyumbani kama simu imezima sijui. So akaachana na mama, lakini akiwa yapiga bautani ataka pengine kurudi nyumbani ama ajitafute vile atakavyofanya. Akakutana na kijana mmoja aitwa Saif Ali, walikuwa kivolunteer pamoja Swahilipot. That is last year. So Saif akamwambia tuishi hapa juu, njoo nikuboostie simu, uende utoe pesa ununue chakula. So Blessing yeye yamjua Saif, akaenda naye, akafika nyumbani akapata kuna watu wengi sana. Mwenye hiyo nyumba kulikuwa na watu wengi sana. So Saif akaeka simu kwa bedroom ya aunti yake. And then wakakaa hapo sasa na ngoja iboost. So at that time hakunipigia simu, lakini mimi nikawa every time because of the challenge that she has, akikaa sana kama hajaniongelesha ama sijampata huwa napiga simu kuconfirm yuko hapo. So alitoka 5:18 ndio nilituma pesa, by 6:30 mimi nikaassume ashafika nyumbani, nikampigia simu ikaiko mteja. So nikapiga tena ikaiko mteja, then nikaanza kushuka na wasiwasi. Ndio sasa nikaona simu mpya, namba mpya, akanipigia akaniambia mom, niko na situation. Nikamuuliza uko wapi, because my mind went into maybe she has a problem now with the ringing noise. Nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko sawa lakini kuna situation. Nikamuuliza situation gani? Akaniambia mom, simu imezima. Nikaenda kwa kina Saif hapa juu cafe, wamjua Saif? Nikamwambia Saif yupi? Akaniambia tulivolunteer naye Swahilipot. Nikamwambia kwa hivi sasa siwezi kumjua, niambie situation gani, uko wapi nikuja ama nitumane mtu? Akaniambia na boost simu, lakini sasa Saif ameenda kuichukua, simu imepotea. Nikamwambia simu imepotea kwa nyumba. So the first thing kama mzazi mimi nilishtuka, ngamuza why would you go kwa kina Saif kuboost simu? Si tuishi town pia hapa Posta. Ungeturn tu kutoka cafe ukakuja nyumbani ukafanya nini? Ukacharge simu ukaenda kununua chakula. Baadaye anambia mom, sikufikiria but I thought nikiboost nitachukua hata ikiwa percent nitoe pesa nichukue nikuje nikupikia. Nilikuwa siko nyumbani. So ngamuuliza so what is happening? Kuna mtu kwenye hiyo nyumba, ni mtu mzima? Akaniambia, akanimpatia mama mwenye nyumba. Nikamwambia, nikajiintroduce, nikamwambia mama mimi nani? Nikamwambia mtoto ni wangu. Akaniambia kweli simu imepotea, twaitafuta na wataipata. So the noise at the background got me panicking because walikuwa wanashout, alafu ni ile mtatoa hiyo simu sijui nini. So the lady was making noise. Nikamwambia nipe Blessing, akanipa Blessing. Nikamwambia mom, naomba utoke kwa hiyo nyumba because mimi sijui uko wapi, niko mbali kidogo. By the time nifike hapa hata una simu, just get out of that house, tutaenda polisi baadaye. Akaniambia mama, nafanya hivyo. And then sasa akarudisha msichana wa watu simu. Kidogo nikapiga tena mimi, nikamwambia naomba kuongea na Blessing. Akanipa. Nikamwambia Blessing, umetoka kwa nyumba? Akaniambia hapana, mzee amesema nikitoka hawa hawatatoa simu, ni waitiwe polisi ama wapeleke simu. Nikamwambia mimi wachana na simu, wewe toka kwa hiyo nyumba. I'm not okay wewe ukiwa hapo na mimi sijui hawa watu. So mimi nilipanic, nikaanza kujiambia because also the noise to me develop ile kujua kukiwa na kelele shikana, have your headache and all that. So nikamwambia mama, toka kwa hiyo nyumba, unaona, just get out, toka tu ende nyumbani, I can call someone akuja nyumbani, ukifika jirani landlord nitapiga. Akaniambia sawa. Then nikaregesha msichana simu. After some time nikapiga tena.
Mara 3 niliongea naye, nikamwambia mama uko ingia usiku. Sasa ilikuwa endekea saa 1 na kitu hivi. Nikamwambia kwa ingia usiku, huyo ni mtoto wa kike huyo mama. Nikamwambia atoke, twenda polisi, wajua hawa ndivyo walivyo. Nikamwambia please just let her go, kama mwendi polisi sasa just let her go. Nikamwambia naomba namba yako ya simu. Akaniambia mimi hata sijui simu yangu iko wapi, mume wangu mgonjwa. Nikamwambia nipe blessing. Nikamwambia blessing please get out of that house. Kwa sababu mimi niko kwenye gari narudi town. I don't even know where to start. You don't have your phone. Mind yangu ikaanza tu ile. So akaniambia sawa, nikamwambia please get out of that house. Just get out. Akatoka. So nikipiga tena after 2 minutes msichana akaniambia shatoka blessing. So mimi nikajua ametoka enda nyumbani. Nikafika, nikawa nimetoka zangu Bamburi, nikaingia kwa nyumba nikamkosa. Hapo ni saa 2 na nikakuja mwenyewe mpaka Central Police. Nikafika Central Police wakasema kweli msichana amekuja hapa, na akaambiwa ingie ndani. Akaingia akaeleza hiyo story ya simu and then akaondoka kwa sababu haizi kuandikisha statement kwa sababu sijui hana ID sijui nini OB apewi. So nikamwambia askari mbona huku mzuia, kwa sababu sasa yeye pale kanipigia simu, hapo ungechukua pia namba yangu ya simu kanipigia. Akaniambia amerudi, ameambiwa achukue mamake. So mimi nikarudi ni hapa na hapa. Nikaanza kupigia ile familia simu, nikamwambia naomba munielekeze kwenu ni wapi nije. Wakanielekeza, nikaenda nikafika nikapiga mara kwanza washiki, nikapiga mara pili akashika, nikamwambia niko hapa chini. Nikakaa chini hapo kwenye aniambia nisimame, nikapiga tena mwisho nikamwambia niko na polisi hapa itabidi mshuke. Ndo akatumana kijana nichukue. Sasa kama naingia kwenye hiyo kichochoro ya nyumba, mzee mwingine akaniambia wewe ndio ule kwa TV, ile mambo ya simu, bwana watoto bwana. So mimi sikumuongelesha, nikiingia nyumba imejaa watu. Nikajiintroduce. First wakakataa kujiintroduce kwangu kwa sababu sijui. Wakaanza kuniambia wamjui huyo kijana. Just ku retrace huyo mama. Wakati kwa tuongea aliniambia yamjua huyo Saif ni mtoto wa ndugu yake marehemu, huyo amsaidia hata amemtafutia kazi kwa jamaa mwingine aitwa Sami. So alikuwa shaniambia mtoto huyo amjua. Sasa hivi anasema wamjui, ni mtu yaje pale kusaidia watu wa mayatima wapewe chakula. Nikamwambia nataka tuende polisi mkaseme mtoto wangu alikuwa hapa mwisho. So wakanizungusha hivyo mpaka nikapiga ile namba ya simu, ndio tena nikapata msichana amesimama karibu yangu, maana ni kwamba namuuliza Sabrina nani, Waida ni nani. Tukaja polisi. Wakakubali baada ya kuambiwa na mama mwingine mzima hapa, tokeni hapa mpeleke umama, maana msichana alikuwa hapa. Akaongea na mamake akiwa hapa, na simu yako Sabrina, wewe mwafanya makosa, nendeni. Ndio tukaja. Polisi wakasema ningoja after 24 hours ndio nipe missing report, alafu wao wakuja asubuhi ambao ni jana waje waandikishe simu kupotea. So tukaachana, nikamwomba simu sasa ule mama, baada kwamba nilimwomba before kunipa, nikamwombea hapa tu, nikachukua simu yake. Akaenda nyumbani, mimi nikazunguka huko town mtafuta mtoto wangu, sikumpata. Ngarudi nyumbani nikihopa atakuja. Asubuhi mimi jana nampigia mama, naomba tuje polisi, ananiambia by the way funguo za mtoto wako ziko hapa nyumbani. Sasa mimi hiyo ikanitia wasiwasi, namuuliza vipi funguo za mtoto wangu ziko hapo? Simu ndo ilipotea ya kwanza, sasa hivi funguo ziko hapo, mtoto ajulikania aliko. Ndo nikapigia dadangu na familia, nikaja hapa polisi. Mimi nilikuwa na matumaini atarudi, sijui. Ndo kutoka hapo sasa Swahili Port wakaanza kutafuta watu, wakaanza kushare tinaka na peta, wakakuja. Mara kwanza wale familia wakaitwa, wakakataa kuja, wakasema hawako. Wakaitwa tena, wakatamkata, kaambiwa tumpeleke barua, wakakataa. Kaanza kusema hawamjui huyo kijana. Polisi walipoenda kuwachukua ndo wakaanza kusema watu wamjua, lakini pia ni dede ati yako na autistic, yuko sawa. I don't understand. It's a whole story that doesn't make sense. But my daughter is missing. Na mtoto wangu nimemfundisha kitu moja, ukiwa mahali uko stranded, una simu, tafuta simu ya mtu niongeleshe. Mimi I will do everything nikuje nikupate. Even before she had the condition ya kelele. So alipofanya vile juzi, to me that was a sign. But kutoka hapa hata kutochukua namba ya polisi na I don't know what happened. I don't know what happened. And if she's somewhere ananiona and she can't reach me, ajue tu we prayed.
Last night we prayed, and I know she's a prayerful person. She just prays to God amweke safe, na Mungu mwenyewe atamregesha ama tutampata pale alipo, but she just remains strong, hopeful, because hata mimi I'm hopeful I will see her. Na kama kuna mtu huko amemwona hata mahali, aweza kuwa hiyo kelele ya mabarabara nini inamuaffecting, aweza kuwa amekaa mahali, amlete tu polisi ama amlete tu polisi. Anaitwa Hope Blessings, and she's a strong girl. She is a very strong girl, and I know she will survive. Kwa majina ni Mathias Chipeta kutoka shirika la Haki Afrika, na tumepata report kutoka kwa familia ya Hope. Mama tulikuja naye hapa police station kuripoti kwamba mtoto wake amepotea, na mama ameeleza vizuri vile situation ilitokea. So our call is to the police to investigate ili tuweze kujua msichana huyu yuko wapi mpaka sasa. La pili pia ni kuomba wananchi, ikiwa kuna mtu yote ana habari kuhusiana na msichana huyu, ajue familia yake inamtafuta. Ikiwa yuko mahali popote, labda ni hospitali ama mahali kokote ambapo yuko, we are appealing to the members of the public kwamba watusaidie tuweze kumuunganisha Hope na familia yake. It is a very sad story. Unfortunately, hii matter haijapewa kipaumbele, inatritiwa tu kama a normal casual case ya mtu kupotea. We want the police to be serious on this matter. We want them to investigate and ensure kwamba Hope anaweza kupatikana, kwa sababu ni uchungu sana kwa mama huyu. Anamtafuta mtoto wake na anapelekwa, anazungushwa police station moja to another police station without any help being given to her. So we are calling upon the police watusaidie, kwa sababu wanaweza kutrack ile simu yake ilizimwa wapi, ili tuweze kujua Hope yuko wapi. Kwa hivyo hiyo tu ndio wito wetu kwa nyote ambao mmekuja hapa, kwamba msambaze information hii ili tuweze kupata the whereabouts of Hope Blessings. Asante. Kwa majina ni Christine Kabuya. Hichi kisa ambacho kimetokea ni kisa cha kusikitisha na pia vile cha kuweza kushangaza. Maana huyu mtoto visa ama jinsi hiyo maelezo yanavyoendelea ni kwamba at least familia ya Saif Ali iweze kujitokeza ili kuweza kusaidia, kuweza kutrack Blessing yuko wapi. Na pia vile just to note, Blessing is the only child, ndiyo mtoto wa kipekee kwa huyu mama ambaye mmemwona hapa. Sasa kama ameweza kupotea na sasa hivi yuko katika hali ya sintofahamu, familia ya Saif, yeyote ambaye yuko na uwezo, yeyote ambaye yuko na information yoyote, either kulingana na ile simu kupotea ama aliyeweza kuhusika, ama at least either labda uende kaa alipata vitisho huyu msichana, ama aliweza kufuatiliwa na you are a family member wa Saif, tuna appeal kwako, jitokeze tu uweze kusaidia kuweza kupatikana kwa huyu mtoto. Maana sasa hivi ukiangalia familia iko kwa hali ya sintofahamu, iko kwa hali ya majonzi. Na pia vile kwa jamii, huyu ni mtoto wa kipekee na ni mtoto wa kike. Tafadhali jitokezeni kuweza kusaidia. Fika katika ofisi ya chifu, fika katika ofisi ya polisi, piga simu, maana hii information itacirculate kila mahali. Na pia vile vyombo vyetu vya usalama katika visa hivi vya kupotea, hiki si kisa cha kwanza.
inafaa tuchukulie maanani. Ikiwe ni visa kama hivi vikiweza kuja kuwa reported, tunaweza kuact swiftly, maana unasikia kwamba huyu mtoto sahihi, familia ya Seif inasema kwamba kuna ufunguo wake katika ile nyumba. Licha ya kwamba walisema mara ya kwanza kwamba Blessing hajakuwa pale katika nyumba yao na wala hawamjui. Sasa vyombo vya usalama pia tuna appeal kwenu muweze kufanya hii kazi, ambapo watu wakipotea muweze kuchukulia maanani, tuweze kutafuta. Just maybe tunaweza kwamba tuka save a life if we act swiftly. Na kwa kisa hiki, kusema ukweli, polisi lazima waweze kuchilia maanani kufanya investigation, kwa sababu kuna series za wanawake especially maeneo ya Likoni, Kisauni na Kilifi. Tumeona kwamba wasichana na watoto wadogo wamepoteza maisha. Kwa hiyo hichi si kisa cha kuchukulia mzaha. Na pia ningetoa wito kwa polisi kuweka serious katika ile nyumba ambayo Hope alikwenda kushaji simu yake, kwa sababu hiyo story ya Yadap. Mara ya kwanza Hope amekutana na mama mwingine, mara ya pili Hope simu imeshachaji, mara ya tatu kuna family gathering, mara ya nne simu imeibiwa kwenye family gathering. Na katika family gathering lazima kuwe na hekima na heshima.